wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe ambaye anashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora. Na kwa mujibu wa taarifa za muda huu ambazo zipo hivi sasa ni kwamba Ali Kamwe amehamishwa kituo cha polisi, amepelekwa makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Tabora. Maana kwenye kituo ambacho alikuwa amewekwa mwanzo tunaarifiwa muda huu kama dakika 20-30 zilizopita amehamishwa, amepelekwa kituo kikubwa cha mkoa sasa au makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Tabora. Kwa hiyo ndivyo ambavyo taarifa zilivyo, na mpaka hivi sasa ni ikiwa makao makuu sio kituoni tena. Ni ofisi. Ni ofisi makao makuu ina maana amehamishwa kutoka kituoni kwenye ofisi za tunasema ni kama central hivi, si ndio? Central ndio kituo. Central ndio kituo kikubwa. Yani hapo maeneo mengine sio kinakuwa ni kituo kikuu cha RPC. Sasa makao makuu kana ndipo ilipo ofisi ya RPC. Kwa hiyo ni taarifa kutoka kule mkoani Tabora zimekaa hivyo. Na jambo kubwa zaidi ni mahojiano ndio ambayo yanaendelea, na kwa mujibu wa taarifa pia saa 7 usiku ndio muda ambao Ali Kamwe alikamatwa, na tuhuma ambazo anazoshutumiwa, maana hizi ni tuhuma, mahojiano yanaendelea, ni kutoa maneno tuseme lugha chafu dhidi ya viongozi wa serikali. Dhidi ya viongozi wa serikali. Kwa hizo ndo tuhuma ambazo Ali Kamwe anatuhumiwa nazo. Kwa hiyo bado yupo mikononi mwa jeshi la polisi, mahojiano yakiendelea, na Young Africans wao tayari wamekwisha anza safari kama club kurejea Dar es Salaam. Kwa hiyo Ali Kamwe amebaki mkoani Tabora kutokana na tuhuma hizo ambazo zinamfanya ashikiliwe na jeshi mamlaka. Lakini kwa sisi, kwa engo yetu, tunayo nafasi ya kulichambua kwa sababu tunachambua kile kilichopo mpaka sasa. Maana utasikia bwana karibu ushahidi. Yes, mata ilivyo au likiwa mahakamani sasa. Yes, ni taratibu za kawaida. Kwa ufahamu wangu ni taratibu za kawaida na mwenendo wa ilivyokuwa kuanzia ile tuseme Alhamisi mpaka Ijumaa, namna ambavyo ilikuwa naweza nikaita ni majibizano ya kile alichosema mkuu wa mkoa. Kulikuwa na majibu kutoka kwa Ali Kamwe. Ali Kamwe alitumia jukwaa la kimpira kawaida katika utaratibu wa kuzungumza, kutoa hamasa, kuitetea taasisi yake ya Young Africans, kujibu kile ambacho mkuu wa mkoa alikizungumza akiwa na vijana wake wa Tabora United, yeye kama mlezi, lakini pia ni mkuu wa mkoa ambao kiusalama moja kwa moja yeye anakuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora. Sasa hapo kuna mawili. Kuna ile ambao mnajibizana kwenye majukwaa ya mpira wa miguu, lakini kwenye namna unavyozungumza mwenzako anakofia. Amezungumza kwenye jukwaa la mpira wa miguu kama nani? Kama shabiki wa kawaida ama kama mkuu wa mkoa au kama ni nani? Ndio hicho ambacho kinakuja kutofautisha sasa. Kuna kuja hii sensi ya kukamatwa na kufanya mahojiano. Sio kila anayekamatwa yawezekana kwa moja ametenda kosa au ni amehukumiwa kutenda kosa. Ni kunakuwa na shutuma ama tuhuma za kufanya kosa, na baada ya mahojiano yawezekana ukaambiwa okay, kumbe hatukukuelewa, basi tumeelewa ulichomaanisha, ama hapo usifikishwe mahakamani. Baada ya mahojiano ukaambiwa kwa taratibu tu za kawaida, maybe kwa mtu ambaye umemofendi yawezekana mkutane, umuombe radhi ama umueleweshe hakukuelewa. Amewasilisha malalamiko kwetu kama jeshi la polisi, ama sisi jeshi la polisi tumeona kwa taratibu zetu umevunja taratibu hii hapa. Kwa hiyo mazungumzo yanaweza yakapelekea kwenye solution kabla ya kufika mahakamani au hatua za juu zaidi, na mara nyingi huwa inatokea hivyo pia. Kwa hiyo kwangu mimi naitazama kama majukwaa waliozungumza yawezekana mmoja alikuwa sahihi, Ali Kamwe kuzungumza kwenye jukwaa lake la kimpira, lakini alikuwa na mjibu nani na kwa nafasi yake namna ya kumjibu na mjibu vipi. Sisi watu wa mpira tuna lugha zetu, tuna maisha yetu, lakini sometimes inapokuja nani anazungumza, lazima utambue unayemzungumzia. Kuna watu ambao wana kinga ya kimamlaka, wana kinga nafasi zao ya namna ya kuwazungumza. Sawa, umetumia jukwaa lako vizuri, lakini namna ulivyozungumza umevunja taratibu ama sheria zinazolinda mamlaka ama nafasi ya mtu fulani, kwa sababu yeye ni mkuu wa mkoa, image yake
unapoiharibu ndani ya mkoa wake, ndani ya eneo lake, licha ya kwamba ulikuwa kwenye jukwaa sahihi, lakini maneno yako yanatafasirika kuwa yamemofendi mkuu wa mkoa, lazima utachukuliwa kwa mahojiano, na kama utaeleweka vizuri kwenye mazungumzo yako, yawezekana jambo likaishia hapo, na kama utaonekana una kesi ya kujibu, yawezekana ukafikishwa kwenye hatua zaidi. Nadhani ni taratibu ya kawaida sana kufanywa, ambayo mimi kwa upande wangu naiona, lakini tu shauri wangu ni kwamba watu wenye kinga ya kimamlaka au ya nafasi zao, namna ya kuzungumza ni lazima ujue kwamba licha kwamba nipo kwenye jukwaa sahihi, nipo kwenye eneo sahihi, natetea taasisi yangu, lakini huyo naweza kuchagua maneno au naweza nikayatupa yote. Ndio maana Ibro, unaweza kaenda mahakamani kwenye kesi ya mtu fulani, ikaisha ile kesi namba 1 ambayo ilimpeleka mahakamani, ikamalizika, akakamatwa tena kwa sababu tu ya mahojiano atakayofanya na waandishi wa habari, atakachokizungumza baada ya hukumu, yawezekana tena kikamofend labda mtu fulani au mamlaka, akakamatwa tena kwa kosa jingine hilo la namna ya kutochagua maneno ya kuzungumza dhidi ya nani. Lakini upo kwenye jukwaa sahihi, lakini sio kila kitu au kila neno la kutumia kwenye eneo hilo. Ndo eneo ambalo tunaweza tukachambua. Ukiwa unazungumza hivyo, unajua ili jambo of course lipo kwenye vyombo, lipo kwa upande wa jeshi la polisi. Watu, mfano kama hapo kuna mdau kanitumia picha na ile video ya jana ya Ally Kamwe na mkuu wa mkoa. Sawa bana, Paul Chacha. Na baada ya mechi Ally Kamwe alisema kwamba mkuu wa mkoa akanipongeza, nimefanya hamasa, uwanja umejaa, nimefanya kitu cha ziada ambacho hakikuwahi kufanyika Tabora. Si ndio? Kwa ile kauli kwamba unaona mkuu wa mkoa kuna engo ali appreciate kile ambacho Kamwe kakifanya kwa mujibu wa Ally Kamwe. Na ikaonekana lile jambo kama limeisha. Na sasa hizi ukisikia story wanasema kama ambavyo ulikuwa unagusa hapo kwamba ili jambo inawezekana halikuwa tena kwa mkuu wa mkoa. Inawezekana mkuu wa mkoa ni nafasi yake, watu wameona tena Paul Chacha ni nafasi ali. Labda hii inakaaje? Kwa sababu watu wanaamini kuna group moja sasa hapana mkuu wa mkoa, mbona Kamwe anasema kama mkuu wa mkoa alikuwa sawa, imekuwaje tena amekamata mama mkuu wa mkoa sio kila mtu ambaye ana kinga ya nafasi atakuataki au atakununia. Yawezekana mnacheka, lakini mamlaka yake imeona wewe hujamtendea sawa. Yaani nyewe wawili mnacheka, lakini mmeyamaliza, yawezekana personally, lakini mamlaka haizuiliwi kuona kosa ndani ya mazungumzo yenu. Kwa maana mkuu wa mkoa hajaenda kusema kwamba nimedhalilishwa, lakini kwa nafasi yake kuna vitu hatakiwi kuwatakiwa, kwa vile ni lazima aidha uitwe uonywe ili mara nyingine usirudie, ama uchukuliwe hatua kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi. Ndio maana tunasema ni ile nafasi. Wote wamezungumza kwenye majukwaa sawa. Ally Kamwe alikuwa kwenye jukwaa lake sawa, mlezi wa Tabora United na mkuu wa mkoa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama alikuwa kwenye eneo lake sawa, wote waliozungumza. Ila namna ya kuzungumza kwenye hayo mamlaka, sasa kila mtu kuna sehemu utawajibika, na ndio maana mkuu wa mkoa aliwajibishwa na Ally Kamwe kwamba umeyataki timu yetu, kama akajibu katika namna ya kwamba hatuwezi kukubali kuyataki timu yetu, tunailinda kwa gharama yoyote timu yetu. Mkuu wa mkoa naye mamlaka yake imeona Ally Kamwe namna alivyomjibu mkuu wa mkoa si sawa, ni lazima hili tulizungumze, tukutane tuzungumze ulitaka kumaanisha nini. Na mambo haya mara nyingi huwa yanakwenda kwenye kuomba radhi ili kusafisha mamlaka. Yaani mara nyingi haiwi Paul Chacha. Inakuwa ni ile mamlaka, kwa sababu ni nafasi kubwa mkuu wa mkoa na umezungumza ndani ya mkoa wake, katika ndani ya wananchi wake, na ulikuwa unawaambia kuhusu mkuu wa mkoa na mamlaka yake wananchi wake ambao wanamtii, anatakiwa waelekeze cha kufanya, namna ya kuenenda ndani ya mkoa huo. Kama maybe maneno hayo yanaweza yakaharibu chochote mamlaka ya mkuu wa mkoa, ni lazima hata yeye ukiwa unacheka naye, hii mamlaka nyingine sasa ya chini, kwa maana kuanzia jeshi la polisi, wana vyombo vya usalama wengine, vyombo vya usalama, lazima waone sivyo, kwa sababu inawezekana kuna uhatari wanaweza kauona wao kupitia yale maneno. Mkuu wa mkoa ndio bosi wa mkoa.
Yes, ndo boss. Kila kitu. Yes, hata RPC ndio maana yupo ndani ya kamati ya ulinzi na usalama chini ya mwenyekiti wake ambaye ni mkuu wa mkoa. Mamlaka zinaweza zikawa zinapishana namna ya kuripoti. Of course RPC ana IGP mbele yake anaripoti, lakini taarifa ya kwanza ya usalama asubuhi ni lazima iwasilishwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama kwamba mkoa wetu tumeamka hivi, ama jioni mkoa wetu leo umeenenda hivi. Wa kwanza kuipata taarifa ni mkuu wa mkoa, kwa sababu mamlaka za kitaifa pia licha IGP naye kumpa taarifa ya nchi nzima mkuu wa nchi kwa maana ya rais, lakini rais pia mshauri wake ni mkuu wa mkoa ambaye naye ana wajibu wa kumpa taarifa ya mwenendo wa mkoa wake. Kwa hizo mamlaka zinazunguka, na ndio maana inawezekana mkuu wa mkoa unacheka naye, lakini hii mamlaka inayotoa taarifa kuna eneo katika taarifa yake haiwezi kuona sawa kama kuna eneo limevunjwa sheria, licha ya kwamba mkuu wa mkoa, na ndio maana mkuu wa mkoa anaweza kuhudhuria eneo fulani akatoa ruksa ya watu maybe kufanya vitu fulani, lakini ndani ya mipaka. Endapo utavunja wezi kurudi, tuliruhusiwa na mkuu wa mkoa. Kuna hii mamlaka ambayo baada ya mkuu wa mkoa kutoa ruhusa, wao walianza kusimamia namna ya kuenenda hapo. Kama ulivunja namna ya kuenenda, watakuchukuliwa, na hatuhukumu kwamba tayari alikama ametenda kosa ama nini, ila mamlaka tunaipa haki yake ya kuona kuna changamoto ama kuna jambo halijaenenda sawa, tuzungumze. Na ndio maana hata RPC Abwalo amezungumza kwamba ni mahojiano. Katika mahojiano yawezekana ukaambiwa ulitaka kumaanisha nini hapa, hii kauli ni nini. Na za kikachelo kuna vitu ambavyo vinatajwa ndo kuna maeneo ambayo unasema kwenye zile kauli kuna vipengele ndivyo ambavyo watu wamevichota. Kwa bwana hapa na hapo ulimaanisha nini. Kwenye mamlaka lazima ujue namna ya kuchagua lugha ya kuzungumza. Kuna mtu mmoja Elbow zenye kinga, msisitizo wangu uko kwenye kinga ya nafasi, kwamba sio kila akizungumza kwa mkoa au ukicheka naye anacheka kama po chacha. Kuna eneo ambalo kuna mtu mmoja kwa mkoa aliniambia tu, alisema hivi, unajua mpaka saizi kama mkuu wa mkoa angekuwa labda uvumilivu wake ni mdogo, kamwe hastahili kuwa anaendelea kuzurura Tabora. Kaniambia angeweza kumfukuza au angeweza kumweka ndani. Nikamwambia yeye, akasema mkuu wa mkoa anza kuja, hata akasema hebu mweke huyu ndani, hata kiutani unawekwa ndani. Akasema inawezekana labda ni eneo la busara tu, naomba kwa sababu mambo ya mpira jambo linaweza lisiwe kubwa. Lakini kuna mmoja akasema unajua hicho kifanya Alikamwe ni kama amemquestion rais kwenye uteuzi wa huyu mkuu wa mkoa. Ndio pale kidogo nikashtuka, nikasema kwa nini? Akaniambia kuna hizi kauli kwamba huyu mtu katumwa na rais anatuchukua, yani vitu kama hivyo. Okay, mamlaka zinazunguka, ni mambo mengi ukisema uchambue zinazunguka. Mtu wake aliyemtuma huku anatuchokonoa. Huyu mtu wake ambaye mheshimiwa rais kamtuma huku anatuchokonoa, anatutafuta la rohoni sisi Yanga. Sasa kiheshima tunaanza kwanza kuomba radhi kwa aliyemtuma huku. Baada ya radhi tunashughulika naye. Tumwambie mheshimiwa mkuu wa mkoa anaitwa nani? Chacha anaitwa Po Chacha. Jumatano atachacha kweli. Yeye na hao wanaomdanganya. Mwambieni mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema Jumatano atachacha kweli. Amezungumza kwamba ameshangaa eti msemaji wa timu kapata mapokezi. Huenda toka ameteuliwa na yeye kuja hapa hajawahi kupata mapokezi hata watu 10. Kwa hiyo kuna karoho tu kawivu kama muingia mheshimiwa. Tumuelewe ni karoho kawivu ndio kanamsumbua. Yaani mapokezi ya wanayanga wamempokea kiongozi wao. Wewe inakuuma nini? Wewe inakuuma nini Yanga kumpokea kiongozi wao? Sasa tumwambie mzee Chacha
Kesho sasa jeshi kamili la Yanga linakuja hapa Tabora. Kama mapokezi ya msemaji yalimshangaza, kesho atadua. Kesho atafanyaje? Na sisi Yanga, kwa sababu hatuna unafiki kwenye shughuli yetu, asije kesho kwenye mapokezi ya Yanga, asije. Hatumtaki. Sisi kama Yanga tunajitosheleza wenyewe hapa Tabora bila msaada wake. Asijipe umuhimu, hatumtaki. Jambo la mwisho kwenye mazungumzo yake, no battery, please charge. Ita wachezaji, sijui hata kama walikula pale kwenye kile kikao, akawaweka mbele, akaita na waandishi wa habari, akavaa mwenyewe shati lake lile la ubatizo, eti akawaambia nina shilingi milioni 50 sikuitumia.